Wizara ya Afya kwa kushirikiana na washirika wetu wa maendeleo CHEP tumeandaa mafunzo ya siku 10 kwa wataalamu wa afya juu ya kuwajengea uwezo katika kupambana na maradhi, kuzuia na kupambana na maradhi ambayo tunaita ni IPC-TOT, ambayo leo ni siku ya 5 katika mafunzo haya, na wiki ijayo tutakuwa tunaendelea kukamilisha mafunzo haya kuhakikisha kwamba tunakuwa na walimu wabobezi ambao wanaweza kusimamia namna ya kujikinga na maradhi pamoja na maambukizi wodini. We need to have several interventions ambazo zitatusaidia kuwalinda watoto wachanga, si ndio? Mmoja anasema we need to cohort in selective outbreak situations. Inategemea, kuna muda mwingine naweza ukakuta kuna infection imetokea pale wodini, si ndio? Kuna common organism wanawatesa sana watoto wachanga na ni very infectious kind of, si ndio? Kuna mdudu common anawasumbua. Sasa huyo mdudu akisha kuwepo kwenye kitanda kimoja, si ndio? Kuna sometimes unakuta kanakuwa kama ka outbreak, si ndio? So we need to identify it, na kama inawezekana basi tuwa cohort kulingana na utaratibu tutakao kubaliana, kama distance between a cot and cot, si ndio? Ama kuna muda mwingine unahitaji isolate, we need to understand. Lakini kingine hata ile kama ni ICU, you need to have a limited number of beds, si ndio? Ili tusaidie kwamba iwe rahisi kuwa manage pasipo ku cross transfer infection, si ndio? Lakini kingine regular surveillance of infection is very important, ili tuweze kufanya kumonitor, si ndio? Kujua ni aina gani ya wadudu wanatusumbua ama vimelea vinavyotusumbua, si ndio? Lakini ni kwa namna gani tunaweza tukaset measures ambazo zitatusaidia ku set appropriate interventions, si ndio? Tunasema data driven decision making, si ndio? Tukifanya surveillance inaweza ikatuinform. Lakini kingine tunahitaji kupata chanjo kwa watu wa huduma, si ndio? Wale watu wa huduma walioko mle ndani wanahitaji kupata the appropriate vaccine ili tuweze kuwalinda staff kwanza wenyewe. To start surveillance. Hapa ndo muhimu. Tunaanzaje kufanya surveillance? Tufanye surveillance ya high, na high ambayo tutaichagua healthcare associated infection. Tuseme basi tuanze na nini? Na surgical site infection. Tukafanye retrospective kutokea hapa kurudi nyuma. Tuangalie prevalence ya nini? Ya SSI mfano. Kama tulikuwa tunapata SSI kiasi gani kila mwezi. Hiyo itakuwa ni nini? Retrospective. Itatupatia maybe data za miezi 6 iliyopita kama data zetu ziko vizuri. Ni muendelezo wa mafunzo haya ya udhibiti wa maambukizi pamoja na maradhi. Sisi ni wadau muhimu katika kuhakikisha lengo linafikiwa, si tu kwa watumishi wa hospitali mpaka kwa jamii, kwa sababu maambukizi imeonekana ni jambo ambalo wataalamu wengi hatulielewi kwa upana. Kupitia wadau wetu hawa ambao wamekuja kutufundisha, imani yetu tutahakikisha malengo yanafikiwa. Kwa sababu tunategemea kwamba hapa patazalishwa facilitators kwa upande wa Zanzibar ambao watakwenda kufanya mabadiliko katika vituo vya afya ili kuhakikisha kwamba IPC inakuwa applied na tunazuia infectious disease ambazo zilitakiwa kuwa handled mapema. Si vizuri kuona kwamba tunategemea kwamba mafunzo haya yatakwenda kufanya mabadiliko kwa kuondoa kufanya kazi kwa mazoea kwa wafanyakazi wa afya, kwa sababu si vizuri kuona kwamba mgonjwa anafanyiwa upasuaji katika hali ya usalama, lakini kwa sababu tu mfanyakazi wa afya, mhudumu wa afya ameshindwa kuapply IPC, anasababisha contamination na kupelekea infectious disease. Mafunzo haya itakwenda kuwasaidia wafanyakazi wa afya kuhakikisha kwamba inaiweka jamii yetu salama na inawalinda watu wote dhidi ya infectious disease.
kwa kuapply IPC katika health facilities. Afya Online TV.